Nini? Sikiliza. Ujisi tushafanya msala. Hapo tukiendelea kukimbia kama hivi, wakatushtukia. Tutembee taratibu. Kwanza sikiliza Okano, usiniambie kitu chochote kile. Yaani mpaka sasa hivi hapa nilipo kichwa changu chote kimevurugika. Umeharibu mfumo wangu wote wa maisha rafiki yangu. Unasababisha mimi sasa hivi naenda moyo mbio kila wakati, moyo wangu unakuwa na wasiwasi. Chukia vibaya yani. Nyamaza. Nyamaza nini? Sasa tulia basi. Unampa nani faida hapa? Alafu akishatushtukia hapa, mimi na wewe sote jungu moja. Hebu tulia. Msala kitu gani? Msala kitu gani? Mimi nasema acha niseme. Okano umempiga mtu umemuua. Umemuua. Sema. Nini? Nikuja nikupige. Yaani kama unataka kunisikiza nitakupiga na nasema. Fala. Mama. Fala. Mbona nakimbia? Mbona nakimbia? Njoo sasa kama mwana kweli njoo. Njoo basi unipige uniwe kabisa mbwa. Mwangalie kwanza laanatullahi rajulu. Umelaaniwa mtoto wewe. Unaweza kuishi na kukata na wasiwasi yake Mungu kwenye maisha yako. Macho yako melewoni yamefunga kiza, uoni wewe nako. Dhambi, oh, dhambi, oh, dhambi. Dhambi, oh, dhambi, oh, dhambi. Shemeji kule. Shemeji ameua. Wale marafiki zangu. Wameua? Kinaokana. Kwa hiyo nilivyotoka hapa na wewe ukatoka, si ndio? Kwa hiyo na wewe umeshiriki kwenye mauaji. Yaani mimi kitendo cha kukupa mgongo na wewe umeenda kufanya mauaji, si ndio? Kwa hiyo sasa kuna msemo wanasema mchuma janga hula na wakwao, lakini hili utalila wewe na dada yako. Mtaenda kulilia nyumbani kwenu, sawa? Ahangwana hana tota kagobo pumbafu. Ulenigwa. Sasa nisubiri hapo hapo. Sikiliza, kabla hii kesi haijaja hapa, unaweza ukalidaka begi lako ukaondoka nalo, sawa? Inkagaha ngwane. Uondoke sasa hivi uende nyumbani kwenu. Dada yako atakufuata huko huko. Shemeji nisamee. Nikusamee mara ngapi? Si nilikupa onyo wewe? Na leo mpelekagashi hangwane. Ondoka nyumbani. Ondoka nyumbani kwangu nisije nikakupiga nikakuongeza matundu. Ukaue uje uniletee kesi nyumbani kwangu. This is not possible. Odi. Odi. Wewe vipi? Mbona hivyo? Umetoka kufukuliwa au? Namchukia sana Okana yani. Yaani japokuwa kwamba yule ni kaka yangu na mimi nilikopo na muheshimu, lakini huko anapoendea huko anaivunja mwenyewe heshima. Na kusema ukweli nitakuja kuwa simuheshimu tena kama kaka yangu mbwa yule. Yaani Okana ananipiga mimi. Amekupiga? Sio kunipiga, kuniburuta. Yaani yule lengo na madhumuni ni kwamba alikopo anataka kuniua. Inakuwaje mimi ananifanyia hivi, ananipiga kweli kabisa gula hapa. Ananikatamiza kweli gula kifua. Nyinyi si watu wazima, mna akili nyinyi? Ya nini kupigana mabarabarani? Wanatafuta matatizo lakini. Sababu ya kupigana ni nini? Yaani msala wenyewe ni kwamba kuna soa amelifanya. Kipindi tu kapo nataka kwenda kulisevu, mara ghafla kuna mzee akatokea. Kutokea pale, yule mzee akanidaka mimi. Asa mimi kipindi niko najitetea ni muelekeze yule mzee, Okana kaenda kuchukua mbongo wa mlungu rafiki yangu kampia nao wa kichwa. Yaani sijui kama yule mzee atakuwepo yuko hai kusema ukweli. Haki ya Mungu sijui kama hajamuua. Mna nini ndugu zangu? Mnaelewa kabisa hali ya kaka ilivyo na hali yangu pia ilivyo. Bado mnaenda kutafuta mabalao kule kupigana na watu. Mnataka kwenda jela? Na wauliza mnataka kwenda jela? Sio mimi. Au ni yenu mumuue yule kaka ndo mlizike na roho yenu?
Hebu angalieni basi hali ya maisha ya sasa. Mambo yamebadilika. Wewe basi jaribuni kukua hata kidogo tu. Okana ndo anashindwa kumuona huruma yule kaka. Lakini mimi kila siku namwambia kwamba tusio watu wa hivyo, watu wa hovyo, utakuwa watu wa hovyo mpaka lini afu unakuwa midevu kokolo hiyo. Inabidi ufanye mchakato sasa hivi akili zako ziwe zina insect mind. Uangalie hata mpango wa kutengeneza familia yako, lakini ikaenda kusababisha matatizo sijui kama yule mzee hajafa haki ya kuna mtume na kwa pia. Maana kampiga kweli kweli kamshindilia. Sijui kama hajafa yule mzee. Sasa sikia. Wewe nenda nyumbani. Nitakukuta kwa kaka. Hapa mimi namsubiri shemeji yako akirudi tu. Nataka niwakute wote wawili nyumbani. Nadhani umenielewa. Niwakute wote wawili nyumbani. Unasikia? Sasa atakuwa kama akiwa amekufa. Basi, tongia sana. Si nimekwambia nenda nyumbani nakuja. Nenda kwanza. Kwa hiyo mimi nenda nyumbani. Namsubiri shemeji yako akifika tu ninakuja. Wewe, Okana. Sikusomi mwanangu, nakimbia mpaka nachanganyikiwa ndugu yangu. Kwani shida nini ndugu yangu? Baba, nimekisanua kwa gati. Kimeshanuka mwanangu. Yaani hapa hata sielewi inakuaje. Umekisanua? Umesanua nini tena ndugu yangu? Kuna mzee mmoja hivi alileta madharau, nikachukua kigongo hivi nikamtia cha kichwa. Sasa mimi mpaka sasa hivi sijui kama amekufa au bado yuko hai. Oya, huo msala familia. Sasa hapa cha kukusaidia haraka hizi mbio hizi hazikusaidii chochote kile. Yaani cha kufanya hapa ndugu yangu, tuingie mtaani kwangu, ukastay mpaka night ili uingie mtaani. Basi sawa. Sawa mwanangu. Tuondoke. Odi. Bebe. Ule nani wewe? Ongea Kiswahili bwana, nisikuelewi. Wajam, nilijua kama utakuja tu. Kwa sababu kwa biti niliyoenda kulipiga kwa mke wako. Ni lazima ungekuja tu kwa vyovyote vile. Na usingekuja ningekuona hauna busara. Hivi, wewe ujasiri wa kutoa mkutu zako hapa nyumbani kwako kuja pale nyumbani kwangu kuanza kupiga mke wangu umezipata wapi? Nazungumza na wewe. Hivi una akili sawa sawa wewe? Unaiona hii ngumi yangu moja ina kilo 360 na hii huku nyingine ina kilo 360, zinakuwa 600, 720 au sivyo? Mahesabu nimekosea? Nimepatia, si ndio? Ndio maana umekaa kimya. Sasa nisikilize vizuri. Ningempiga yule kimbaombao, sasa hivi angekuwa labda mochwari au malaika wa heri wanamsubiri aende akazikwe. Wana nisikilize. Mimi nimekuja kistaarabu sana, lakini wakati mwingine nikija natoa shingo yako, hicho kichwa iko na kitoa na kubomoa bomoa na fumua ubongo. Kwa sababu wewe huna ruhusa kuingia maongoni kwa mke wangu. Unampigaje mke wangu wewe wakati mimi nipo? Oya. Okay. Na kuelelwa, yani naleko pandika chiza. Kwa sababu umekuja kwa upumbavu na mimi sasa nataka nianze upumbavu. Ulipokuja kwa kistaarabu ulianza vizuri sana. Lakini najaribu kukuelewesha kwamba mke wako ndo hana akili, umebeba akili za mke wako umekuja nazo hapa. Si ndio? Mimi sijampiga mke wako. Kilichonileta pale nyumbani kwako ni kukupa taarifa juu ya upumbavu wa hao ndugu zako wanaokuja kudoea hapa shemeji yangu. Wanamrudisha muda wanaotaka, wanaondoka naye muda wanaotaka. Hakuna familia inaweza kukubali ujinga. Wewe busara huna, na kama ungekuwa na busara usingepata ruhusa kumgusa mke wangu. Yule ni mke wa mtu mpumbavu wewe. Wewe kama wanakuogopa hao ndawazi mwenzako sio mimi. Nitakuchakaza, nitakufumua nakwambia. Usininyoshe kidole wakati nipo nyumbani kwangu, ukiyapandisha majini akakisukuma. Ya unanichimba biti mimi, yani unachimba mkora mimi. Mimi sikuogopi. Hao wapumbavu wenzako sio mimi. Mimi manyamera, mimi mshenzi, mimi ni mwenda wazimu, na laana ya mama yangu. Mama yangu mwenyewe kanishinda tukani wewe. Wewe ukirudia tena kumgusa mke wangu, nakata kichwa chako hicho mpumbavu wewe. Ngoja kana kole kejelo hulu dunia inavyokwenda. Unanitisha.
I can't accept my stupid things in my house. Keku. Tomba nevi. Leo bwana nilimfuata yule msukuma yule asojua Kiswahili. We. Unachezea mimi? Kwa hiyo imekuwaje? Yeje. Wewe mwenyewe unanifahamu mimi ni jemedali. Fika pale na jamba mashuzi tu pa. Wewe. Kola yangu hiyo. Naomba inakuwaje wewe unamgusa mke wangu? Ruksa umepata wapi kumgusa mke wangu? Anakataa mimi, kaambia nakuwasha makofi sasa hivi. Fika pale tetemeka mavi mbwa nikaona Nana bahati kwa mtu anagonga. Nana bahati. Karibu. Mdundo sikwenda nao. Ningepiga buti langu ili ningepiga mdundo. Hujapigwa wewe. Nipigwe nani? Wewe karibu. Asante, naona unapiga story. Acha tu yani. Tunakumbusha enzi zetu. Karibu sana. Karibu kitu. Asante. Kwanza ni saizi. Safi. Mambo? Salama. Mbona usiku? Vipi, kuna tatizo? Nimekuja kujua mwafaka wa haya mambo yanayoendelea. Mambo gani? Ina maana nini hajakwambia kitu? Mambo gani? Mbona sikuelewi? Sawa. Ndugu wako Ineni na Ukana wamempiga mzee wa watu. Kisha huyo Ukana akamzibu wa mwenzie. Wewe wifi wewe. Ina maana ukizungumza kina ukweli? Na huyo mzee watu alompiga sijui kama yu hai au amefariki. Kwa hiyo unataka kuniambia ameua? Ndiyo, mdogo wako ameua. Wewe nini? Wewe? Hebu njoo. Wewe nini? Hebu njoo kwanza. Wewe. Hebu kaa chini kwanza. Hivi nyinyi watu wa design gani msotaka kuambiwa? Nini nitaja nifanye mimi labda mwe mnaelewa. Kila ninachofanya nafanya kwa upendo. Kila siku nyinyi. Jamani. Hao mnataka roho yangu. Hivi kama ingekuwa maneno iko hai mngefanya haya mnafanya? Au yeye ndo angekuwa na kauli ya kuambia nyinyi mkasikia? Dada. Unajua nimewachoka? Wezo. Hivi hawa wanakichaa, wanawazimu, wanakunywa bangi, wanavuta pombe au wanafanya nini hapa? Mbona nitafuta sana mimi nyinyi? Ukana ni mwenda wazimu, ukikana wewe ni chizi wanda. Hebu mnisikilize kwanza. Hapa Ukana hayupo. Hebu tumsubiri atakapokuja naye tuone atasema nini. Hebu punguza jazba kidogo. Kama uko katika hali hiyo, sisi wengine tutakuwa katika hali gani? Jaribu kutulia kidogo. Sometimes moja mdogo wangu tunafanya vitu kwa mapenzi. Mimi nakinya kifua kwa kila kitu na wakiingia wao. Mimi napata lawama mtaa wote au mimi nalaumiwa mimi. Alafu mimi nikana kumbaba mimi nakuja kuonekana kama fala tu. Wifi, acha mimi niende. Maana inawezekana mmangu akawa amerudi. Sawa, karibu. Kikweli wewe umezingua sana. Nimekusikilizia sana nikajua utakuja, lakini kimya.
Pia nimejaribu kupiga simu zangu lakini simu shiki. Sijajua na shida gani. Yaani ungejua mwenzi matatizo yanikuta mchana. Wala hata usingenilaumu. Kwa sababu toka mchana sijashika simu. Hapa nimetoka kwa kaka na ndo narejea nyumbani hivi. Shaniferisha tayari. Naelewa lakini kwa sasa hivi siwezi kuondoka na wewe. Inabidi niende kwa mume wangu. Kesho nitakuja. Serious. Sawa. Nikuandalie kitu gani? Sasa hizi mwangu. Vipi bro, unakuaje? Safi vipi? Fresh. Kwema? Kwema. Kulikoni, mbona mpaka sasa hivi upo hapa? Huyu kaka maji analiteka pale nyumbani maji. Sasa alikuwa anadai hela yake. Alafu nimekutana naye hapa. Zuu. Ngoja mimi niende. Kama maji akisha nipigie simu. Uje nayo tu kesho maana hata hivyo ameisha. Kwa hiyo hela ya maji saizi saa 4 hii, hela ya maji saa 4 vichochoroni. Yaani si nilikuwa nimetoka kwa kaka, ndo narudi nyumbani nimekutana naye hapa. Ningemkwepa ile hali anandai. Kwa hiyo mimi naona chizi bwege kabisa. Sina mafikirio. Saa 4. Hela ya maji saizi. Halafu hapa. Yaani si nilikuwa nimetoka kwa kaka, sasa ndo nimekutana naye hapa. Ningeongelea naye wapi wakati nimekutana naye hapa mmoja. Ndoka nyumbani. Okana. Ujue mdogo wangu ngoma kivuma sana haikawahi kupasuka. Umevuma sasa umepasuka sasa. Hivi unajikuta nani kwanza wewe katika hii dunia? Mwamba sana? Unajua kila kitu umeshamaliza, si ndio? Asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na ulimwengu. Okana. Okana, nimezungumza mimi, nimechoka binafsi. Utakuja kufunzwa na ulimwengu. Nachokwambia. Hivi nifanye nini? Mtaka mimi nifanye nini mpaka mnielewe? Nizungumze mara ngapi mtakuwa waelewa nyinyi? Okana, hii dunia hii sikupeleke mbio kama unavyojifikiria wewe. Miomko ambayo ilikuwa kichwani mwako ndio hiyo hiyo. Ukitaka kulijua hilo, walikopo wangapi ambayo wanaweza kunata, wanajua dunia, wanajua mambo mengi kuliko wewe. Lakini kaka, mimi nimefanya kila kitu kwa sababu ya mdogo wangu wenyewe. Nilikuwa sifurahi nikimuona mnyonge na ameshakuwa mkubwa, ilibidi naye apate hitaji la moyo wake. Sikupanga mimi niishie. Acha ujinga wewe. Hivi unajisikiza ambacho kitu unachokizungumza? Unakisikia kichwani mwako unachokizungumza? Na maana nini nikwambia kula mavi utakula? Hapana. Haya sasa. Umeshakunya. Kinyesi kimetapakaa kila sehemu, sasa harufu ishakuwa inanuka. Unazoaje? Lakini bro, ndo imeshatokea. Ungenisamehe tu. Kwa sababu mimi sasa hivi sina chochote cha kufanya. Na ndo nimeshaharibu tayari.
Sina maisha tena mimi kaka. Sina maisha. Kwa hiyo kumbe unafanya kwa sababu mimi nipo na ushategemea na kukingia kifua kila sehemu. Na ndio maana unafanya kwamba kaka yupo. Hivi mimi nimekinga kifua mara ngapi kwako? Mambo mangapi mimi nimeyabeba kwenu nyinyi? Lakini hamuelewi, hamsikii, vichwa maji, pasua kichwa, wandawazimu, watu ambao kama wana laana za wazazi wao. Wewe kana. Nazungumza hii haya lakini hata kama angekupa mama mwenyewe mimi nani anasikia. Sidhani kama angenivumilia hii na sidhani kama angekubeba wewe. Nenda kupumzika ndani. Tutajua asubuhi tunafanya nini.